Nikasema na mimi nije nizungumze kuhusu mambo ambayo yanapita katika taifa letu kwa sasa hivi. Na ni mambo ambayo tumeyazungumza sana. Yani people are there kumsabotage Rais Dr. Samia. Sijui kwa sababu gani, yani hapo mbele nitakuja kusema. Lakini Watanzania wenzangu, tumeshuhudia kibarua kimetoka Ukonga ambacho kiliandikwa na Tundu Lissu tarehe 24, kimeandikwa na kalamu ya mkono. Bahati nzuri kile kibarua kilivyovuja leo haraka leo ninapozungumza tarehe 3, Tundu Lissu ameandika barua nyingine. Sasa leo hajaiandika kwa handwriting. Wameichapa, sijui wameifanyaje, wameandika kwamba kuhusu Padri Kitima. Anampa pole, lakini vile vile anasema kama kesi yake haitasikilizwa, yeye kupelekwa mahakamani, ikisikilizwa kimtandao, atagoma kula chakula. Mimi naomba nimwambie, katika maisha ya kawaida Chadema ndio wapenzi huwa muda wote wanalilia mitandao. Wanasema mambo yawe wazi. Sasa mahakama imesema kesi ya Lissu, kwa sababu alitamka maneno yale ya kichochezi, ya kihaini, maneno ya kunukisha, kumwaga damu katika taifa letu, aliongea na vyombo vya habari vikiwa vinashuhudia, lazima mahakama iendeshe kwa mtandao ili kila Mtanzania aweze kusikiliza kile ambacho Lissu alikizungumza katika chokochoko yake. Lakini wakati nakuja kuzungumza hayo, ninaomba nikumbushe kwamba kwenye ile barua ambaye ameandika kwa handwriting, acha hii ya leo ya tarehe 3, lakini ya tarehe 24 ameandika mambo yafuatayo. Moja, aliwakumbusha Chadema kwamba kuanzia tarehe 30 mwezi wa 4 mpaka tarehe 5, yani mpaka usiku wa kuamkia tarehe 6, amewapa taski Chadema. Na hasa ukiangalia ile barua imeandikwa KM, manake ni katibu mkuu. Alikuwa na mwasaini katibu mkuu kwamba moja ya vitu ambavyo anatakiwa kufanya, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wanayafanya yale ambayo tulikuwa tunayasema siku nyingi, ambayo Dr. Slaa ameandika kwenye kitabu chake cha Nyuma ya Pazia, ambayo niliyazungumza mimi na vyombo vya habari. Lakini vile vile Dr. Slaa aliyazungumza kwa mdomo kwamba hawezi kuzungumza swala la Lissu kupigwa risasi kwa sababu Chadema wenyewe walikuwa wana mikakati na mipango ya kutekana ndani kwa ndani ili kuonyesha umma kwamba ni serikali ndio imeteka. Washawahi kumwagia jamaa mmoja tindikali ambaye ni ndimu na pilipili mchanganyiko ili tu waisabotage serikali miaka hiyo. Lakini sasa hivi barua ya Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga imesema katibu mkuu afacilitate, atoe pesa kwa Red Brigade, na hasa alimtaja Bwire, sijui Bwire ndani. Akasema afacilitate pesa kwa ajili ya kuhakikisha baadhi ya vijana wale Red Brigade wanateka watu wao wa ndani ili kuonyesha ni serikali imewateka. Na bahati nzuri, sijui bahati mbaya, ametekwa Padri Kitima, amepigwa pale ndani ya teki pale Kurasini. Mimi naamini mule kuna CCTV. Haiwezekani baraza la maaskofu kubwa kama lile likose CCTV. Mule ndani kuna CCTV za kufa mtu. Hivi wanashindwa nini kuangalia nani aliyempiga? Kwa sababu ujue hapa tunataka tukazungumza kumbe wamepigana wao kwa wao. Ndio maana nasema serikali iombe teki iangalie CCTV za mule ndani, waangalie nani amempiga. Kwa hiyo baada ya waraka ule, kibarua kile cha Lissu kutoka Ukonga, amepigwa Dr. Kitima, ambaye Dr. Kitima mnamjua siku zote, maisha yake yote ni kuitetea Chadema, lakini vile vile kuipiga serikali. Lakini Dr. Kitima mnamjua ametoka sehemu moja na Tundu Lissu, ni mtetezi wa Lissu. Na vile vile tumeona baada ya hicho kibarua kutoka kwa Lissu Ukonga, wamemteka kijana Mdude, naye hajulikani alipo, naye ni Chadema, na muda mwingi mmesikia anaizungumza serikali. Lakini barua ile inasema kabla ya tarehe 6 wahakikishe TLS, Tanganyika Law Society, inazungumza na vyombo vya habari na inaikemea serikali. Na kibarua hicho kinasema wahakikishe kabla ya tarehe 6 Jaji Warioba anazungumza na vyombo vya habari na aitandike serikali na Butiku.
Lakini vile vile wamesema watoe waraka, yani itengenezwe waraka wasiri, waraka kutoka baraza la maaskofu kwamba wanaisema serikali. Nitakuja kuzungumza huo waraka. Lakini vile vile kwa hiyo kibarua wanasema mawakili 31 wa Tundu Antiphas Lissu wazungumze kabla ya tarehe hiyo. Kwa hiyo pamoja na machafuko na hata kama tukio halijatokea, waonyeshe damu zinamwagika kwenye mitandao ya kijamii. Vijana zaidi ya 50 wanalipwa shilingi milioni 1 pale makao makuu kwa ajili ya kusabotage serikali. Kwa hiyo haya yote serikali inayaona, yanazungumzwa, barua imetoka. Bahati nzuri walivyoona barua ya tarehe 24 tumeipata. Sasa hivi wameweka barua ya wezi ya Tundu Lissu ambaye anasema anataka sasa asile chakula afe, kwa sababu wanataka kumsikilizisha yeye kwa mitandao. Yeye anataka aende mahakamani asikilize mwenyewe. Lakini sisi tulimshuhudia akiwa anazungumza na wagombea wa Chadema kwamba anataka kukinukisha na kumwaga damu za Watanzania. Ndio maana tunasema hao wenzetu hao, Tundu Lissu familia yake iko Marekani. Watoto wake wawili Bulale na Agostina wote wako Marekani na ni raia wa Marekani. Lakini mke wake yuko Belgiji. Lema, God bless Lema, ambaye ameandika waraka, yani waraka wa kanisa Katoliki, waraka wa TEC umeandikwa na God bless Lema. Na waziri ajue, kwa sababu mtu aliyeutoa waraka wa kwanza ni God bless Lema. Baadaye wakauchukua wale vijana. Hao ndio wamekaa na yule binti anaitwa Blenda, wamekaa wameandika, wameutoa waraka feki. Na bahati nzuri wamejitahidi, kwa sababu wale vijana walikuwa milioni 1 wameusambaza kwa kwenda mbele sana kuhakikisha. Lakini bahati nzuri baraza la maaskofu limejitokeza, limesema huo waraka sio wao, ni waraka wa kipuuzi na umeandikwa na wapuuzi. Kwa hiyo ndio maana leo tunasema waziri wa mambo ya ndani anapomtafuta mchawi, ajue mchawi wa kwanza ni yule aliyeposti huo waraka kutoka kwa hao vijana ambaye ni God bless Lema. Kwa hiyo viongozi wa serikali wakati mwingine waangalie wasije wakawasuu watu, wakati wale watu ambao wanaonyesha waziwazi hata siku moja hawajawahi kuambiwa. Leo Heche amekuwa akitukana serikali, tena matusi, lakini anaangaliwa. Huyo God bless Lema ametoa waraka, ameandika waraka feki wa uongo kuchonganisha serikali na kanisa Katoliki, achonganisha watu. Kwa ndio maana anasema kwamba wakati mwingine serikali iangalie, kuna watu wanapigana kuhakikisha kwamba serikali haichafuliwi. Kuna watu wanapambana kweli kweli, lakini wakifanya kidogo tu, maskini wa Mungu, serikali ndio inawatandika kweli kweli. Nitolee mfano. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Hamed Kombo, alishawahi kuzungumza kitu fulani hapa ambacho kwa imani yangu mimi ni sahihi, yani alikuwa sahihi. Alisema baada ya si Mungu nini, Mtume Muhammad, Isa bin Maryam ni nani? Mimi niseme hivi, kiuhakika sisi wanadamu wote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mfano wake, na viongozi wametoka kwa Mungu. Yaani mnaona Dr. Samia nini, wote wametoka kwa Mungu. Kwa hiyo alipozungumza hivyo nikaona attacking ya viongozi wa serikali. Kwa wakati mwingine hawa vijana wa Chadema wanapata nguvu kwa sababu wanatukana viongozi wetu, wanamtukana mkuu wa nchi, wanamdhalilisha mkuu wa nchi, wanadhalilisha mawaziri, wanadhalilisha waziri mkuu, wanadhalilisha viongozi wetu, lakini hakuna kauli yoyote ya serikali. Lakini ikitokeza katika kauli hizo zote, bahati mbaya kuna watu wametengeneza akaunti fake. Kuna akaunti fake zinatengenezwa. Mimi tarehe 28 juzi wametaka kunikamata kwenye akaunti yangu ya Twitter. Akaunti ya X, hii ni mtandao X ambayo ni Twitter zamani. Yaani hawa jamaa wamenihack kwa Chadema. Nafikiri walitaka kutumia akaunti yangu ya Twitter kuandika ujinga wao, wakanihack. Bahati nzuri wakati wananihaki hawakujua kwamba mimi muda mwingi napenda, nikimaliza kazi zangu napenda kutembelea mitandao. Nilipokuta Twitter yangu mtandao X umehakiwa, nikajua nataka kufanya kitu cha ajabu. Ilikuwa tarehe 28. Nilichofanya haraka nikapeleka kwa marafiki zangu ambao ni watu wa Tundu IT, wakaublock ule mtandao wa X. Kwa hiyo mtandao mpaka leo ninapokuambia sasa hivi mtandao wangu wa X ambaye ni Twitter uko blocked kwa muda, ili Chadema, vijana wa Chadema wasiutumie kuhararisha ujinga wao.
na niwaambie mimi hamnipati hata kidogo, mtawapata hao mnaoweza mnaotengeneza akaunti fake. Tunajua ndani ya makao makuu ya Chadema wana akaunti za watu watatu fake. Walizitengeneza kipindi kile, nazijua. Watengeneza akaunti fake 3. Na katika akaunti hizo 3, mmoja wapo ni mkuu wa mkoa, mmoja simsemi sasa hivi, lakini mwingine ni kijana ambaye aliwekwa gerezani akakaa muda mrefu sana, na mwingine ndio huyu nasikia naye wanaenda kumpeleka huko. Akaunti 3 wametengeneza kabisa jina fulani kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya mambo yao. Walisema hawa watu wanataka kuwatengenezea ajali za kisiasa. Lakini mimi niwaambieni viongozi wa serikali leo wanachofanya hawa jamaa, wanatengeneza maakaunti feki, wanachukua viongozi wa serikali, wanawaweka kwenye hizo akaunti ili kuhalalisha ujinga wao. Na ndio maana mkitaka kuangalia trendi ya waraka kuanzia tarehe 30, kuanzia tarehe 30 amepigwa Mzee Kitima, tarehe 1 akatekwa Mdude, tarehe 2 ukatoka waraka, tarehe 3 Jaji Warioba ameandika, tarehe 4 wanaendelea na mkakati huo mpaka tarehe 6. Huo ni mkakati wa kuhakikisha 1, askari polisi hawakai muda wote waweze kujibu hoja kwenye mitandao ya kijamii, lakini 2, kuhakikisha wanamuogopesha waziri wa mambo ya ndani na askari wake, lakini vile vile na Mheshimiwa Rais. Niwaambieni vijana wa Chadema na viongozi wa Chadema, haya yote hayajawahi kutokea. Ndio maana huwa nasema ni kweli, kwa sababu hakiwepo rais mwenye madhehebu ya kwetu sisi wa Kristo, hakuna kelele kama hizi. Lakini hizi kelele tumekuja kuzisikia kipindi cha Kikwete, tuko tunasikia. Walipokuja wengine hapa zikanyamaza, zimekuja kutokea kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sijui kwa nini. Kwa hiyo wakati mwingine hawa wenzetu wanamsabotage rais, sijui kwa nini, kwa sababu ya dini yake. Mimi nasema hawatafanikiwa, kwa sababu huyu mama ukiangalia trendi alipotoka mpaka alipofika, maana yake ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu yeye kuwepo hapo. Kwa hiyo mtapambana, mtashindwa, mtalegea na hamtafanikiwa kitu chochote. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, ndio maana nasema kwamba kwenye kile kibarua cha Lissu kilichoandikwa kutoka Ukonga, mnaona majibu yanaendelea kujibiwa. Walimteka Kitima wakampiga, wakamteka kijana Mdude, wakaleta waraka feki wa uongo. Bahati nzuri teki wameshajibu, na bado wanaendelea, wanaongea TLS, wametukana sana huko, wameongea mawakili. Leo wanakuja kuongea mzee Jaji Warioba, na kesho tarehe 4 bado wataendelea na issue za kuhakikisha wanaisabotage serikali. Waziri wa mambo ya ndani amezungumza, tumemsikia, sio mbaya, lakini mimi nasema Watanzania wana imani kubwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Shida ni kwamba viongozi wakati mwingine haya tunayafanya na vijana wanayafanya kuhakikisha wanatetea serikali yao, wanakutana na misukosuko mikubwa sana. Na bahati nzuri vijana wa Chadema wanafurahi sana, hasa vijana wanaomtetea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanapokutana na misukosuko ya kiuchumi. Nitoe mfano mmoja. Zamani nyuma hapa, na Kamanda Muriolo anajua, Kamanda Muriolo atanisaidia. Kuna kijana mmoja alitekwa na washikaji zake. Alitekwa na washikaji zake, akaenda huko akapigwa, na akasema yeye mwenyewe, jamani, mimi nimetekwa na washikaji. Baadaye mashirika yakamuita yakamwambia, achana na mambo ya washikaji, tukupe hela. Wamempa hela, huyo kijana yuko nje ya nchi, mnaona anaishi maisha ya starehe. Na niwaambieni, yoyote ambaye anaitukana na kudhalilisha serikali, yoyote anayetukana kiongozi mkuu wa nchi, yoyote anayemsema vibaya kiongozi mkuu wa nchi, mnamuona mtaani anaishi vizuri, ana maisha mazuri, ana gari nzuri, anatamba. Lakini hao watu ambao wako bize kutetea serikali na kuhakikisha serikali haiguswi na hao wahuni, maisha yake ni magumu. Yaani kwanza viongozi hao wanatamani aendelee kufilisika milele.
Ndio maana unaona hao vijana wanaopambana. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia bwana, teteeni lakini mkijua ni kugumu. Nikasema haina shida, kwa sababu tunachotetea sio tu kutetea rais wetu, tunatetea nchi yetu. Hii nchi ni yetu. Mimi leo Joseph Yona, familia yangu ikitokea la kutokea, mimi nitaenda wapi? Mimi nitakimbilia wapi? Hapa ndio kwetu, sina passport, sina pesa ya kuchukua sijui nini, familia yangu nitaipeleka wapi, ndugu zangu lakini ikitokea la kutokea, huyo God bless Lema anaenda Canada kwa mke wake na familia yake. Ikitokea la kutokea, Lissu anakimbia Ubelgiji au anaenda Marekani kwa watoto wake Washington. Ikitokea la kutokea, wakina Heche wana passport, wamekuwa wabunge. Kwenye katiba hizi wanazolaumu, wamekaa wabunge, wamekuwa wabunge, wamekula pesa zetu nyingi, mamilioni na mamilioni. Hapo leo wamekula hela za wananchi wa Tanzania, kodi zao, wanataka kutumaliza, wanataka kukinukisha, wanataka tumwage damu, wanataka taifa liende kwenye hali tete kama ambavyo tunashuhudia Goma na Bukavu, kama tulivyoshuhudia Kenya. Wamesema wana katiba nzuri, lakini pamoja na katiba yao nzuri, aliingia Rais Mwai Kibaki, hakuna kilichofanyika. Ameingia Uhuru Kenyatta, hakuna kilichofanyika. Leo Ruto ni vurugu, amevurugana na makamu wa rais. Kwa ndio maana nasema sisi vijana tunaojitokeza kuzungumza, tunazungumza kumtetea rais wetu, tunamtetea amiri jeshi mkuu ambaye analinda ulinzi na usalama wa nchi yetu. Nchi yetu inahitaji kuwa ya amani, ili wanaoenda kazini waendelee kwenda kazini, wanaolima walime, wanaofanya biashara ndogo ndogo wafanye biashara. Hao wanaotaka kukinukisha waende wakakinukisha huko Goma na Bukavu. Sisi wa Tanzania tunataka amani na utulivu. Na ndio maana tunatoa wito kwa serikali na viongozi wa serikali. Sisi ambao tunapambana kuhakikisha serikali inasimama, msituone sisi ni wahaini kama wahaini hao. Dilini na wahaini. Lissu ni muhaini. Heche ametukana juzi hapa kuhusu DP World. Mmemwacha anatembea mtaani. Lakini leo sisi ikitokea tu ulimi ukateleza hapa, utaona viongozi watakuja juu. Yona amesema nini? Lakini mwisho nasema kwamba Watanzania wanahitaji amani ya nchi yao, na naomba jeshi la polisi msikatishwe tamaa, kwa sababu kile kibarua kutoka kwa Lissu kimesema kinahitaji kuhakikisha jeshi la polisi hamkai pamoja. Na ndio maana mnaona nyaraka za uongo zinatoka, na bado kuanzia kesho tarehe 4, 5, 6 bado mambo yanaendelea. Baada ya kusema hayo, ninasema asante sana kwa kunisikiliza, na Mwenyezi Mungu awabariki. Mama Samia wewe.